weza juu ya maisha yetu ni kwako Jehova. Tunasema pokea sifa, pokea adhama zote. Wewe ni Mungu mkuu Jehova, wa ajabu ni wewe Adonai. Unatenda makuu Jehova, unatenda maajabu maishani mwetu. Wewe ni mwanzo tena mwisho Jehova. Wewe ndiye msingi wa imani yetu Jehova, na tumekusanyika kukuabudu wewe Jehova. Tumekusanyika kukuinua wewe Baba yetu. Tumekusanyika kukupa sifa zetu Jehova. Tumekusanyika tukiwa tumejaa na shukrani ndani ya mioyo yetu Jehova, kwa kuwa matendo yako ni makuu katika maisha yetu. Ukainuliwa, ukaimidiwa mahali hapa Jehova. Kubali kuunganika kwetu mahali hapa Jehova, na ukapate kuunganika pamoja nasi Baba yetu, kwa kuwa nafasi ya kwanza ni yako Jehova. Hatuwezi jambo lolote pasipo wewe. Tukisema tunaweza, tunajidanganya. Tunajiachilia kwako Baba uishie milele. Ukachukua nafasi wakati huo Jehova, ukatawale mawazo yetu Jehova, ukatawale mili yetu Adonai, na ukanene nasi kwa wema wako na upendo wako Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Unatosha Jehova, unastahili sifa zote. Wa rehema na neema Jehova ni wewe. Ukainuliwa, ukaimidiwe milele Baba yetu, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Hii ni siku mpya ambao Bwana wetu ameifanya kuwa. Neno la Mungu linatuambia kwamba tukashangilie na tukafurahie ndani yake. So wacheni tuombe. Bwana Baba mwema, kwa jina la Yesu tunakutukuza mchana mwema wa leo. Jehova Mungu wetu, tunasema ni asanti. Hakika hakuna Mungu kama wewe Jehova. Wewe ni mwema kwetu na wewe ni mwaminifu Muumba wetu. Tumekuona kutoka masaa asubuhi hadi wakati huu Jehova. Ni kwa nguvu zako na uweza wako diposa tumesimama Bwana. Tuishi kwetu ni kwa ajili yako Jehova. Maisha yetu ni kwa sababu yako Mungu wetu. Twakushukuru Mfalme, ni kwa sababu ya nafasi hii ambao umetupatia Bwana, ili tukaomege mkate wako Jehova. Nasi Mungu wetu, roho zetu ziko wazi kwako Jehova. Tunaposhiriki pamoja, wacha neno lako likawe baraka kwetu. Wacha neno lako Bwana likajenge maisha yetu. Wacha neno lako Bwana likalete uponyo kwa maisha yetu. Likalete uponyo kwa mambo yetu yote. Likalete uponyo na suluhisho la maisha yetu. Likalete uponyo na suluhisho la taifa letu, na hata dunia mzima Mungu wetu. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Jehova, wewe ni Bwana na mabwana, na wewe ni mfalme wa wafalme, na hakuna aliye kama wewe Jehova. Tunawajilia kwako Jehova, tukiomba Bwana presence ya Roho wako Mtakatifu. Tuhudumie Mungu wetu na ukatujaze upya. Na ni kwa jina la Yesu twaomba na tuwashukuru. Amen. 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 Bwana ni mwema. Tuketi chini tuweze kusikia neno la Mungu. Bwana ni mwema kwetu na Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mchana mwema wa leo nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naitwa Catherine, na hapo nimefika. Ni Yesu na ni Mungu na ni yeye tu. Bwana asifiwe. Nimepitia mengi, nimeona mengi katika haya maisha, na kwa yote kupanda milima na miteremko yote. Bwana asifiwe. Nasema hivyo ni kwa sababu hata ukiokoka si ya kwamba mambo yote yatakuwa nywe. Praise God. Kuna kupanda na kuna kushuka. Bwana asifiwe. Kuna kushushwa na kuna kushushika. Bwana asifiwe. Na hata kuna kuinuliwa. Bwana asifiwe. Hii yote ni maisha. Bwana asifiwe. Nilikuwa na encourage mtu jana, na nilikuwa namwambiaje, wakati tulikuwa tunasoma tulianza masomo ya upili, ya msingi. Ile masomo ulisomeshwa ya kwanza shule, ile kitu ya kwanza uliintroduciwa, hiyo ndio mpaka ule anafanya PhD, hiyo ndio anatumia. Nasema hivyo kwa nini? Ninasema hivyo ni kwa sababu kama ni upande wa mahesabu tulifunzwa 1 to 10. Bwana asifiwe. Ukirudi kwa mahesabu, hata ile inasomwa na wale wasomi, wale wamajua mahesabu kabisa, wanachezaga na figure 1 to 10. Hakuna kitu zaidi ya hapo. Ni hizo figure 10 tu. Hata ile hesabu gumu kabisa, hata accounting zote ni kucheza between 1 and 10. Bwana asifiwe. Na maisha yetu yako hivyo. Hata maisha yetu yanategemea ile msingi uliwekwa.
Bwana asifiwe. Nasema hivyo kwa nini? Ni kwa sababu ukiangalia sana sana failure zetu na success zetu zote zinatokaga hapa kwa mawazo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni kile kiko ndani yako. Bwana asifiwe. Vile unafikiria hivyo ndio uko. Praise God. Kwa hivyo success yetu na failure zetu ziko mikononi mwetu. Bwana asifiwe. Haya, ukirudi kwa maisha ya kiroho pia, ile wakati uliamini, ulifunzwa nini? Bwana asifiwe. Ni msingi gani uliwekwa wa maisha ya kiroho? Hiyo msingi uliwekwa, hiyo ndio imekupatia nguvu ya kufika hapo umefika. Na kuna kitu moja mimi nasemanga kwa maisha yangu, naombanga Mungu anisaidie kwa hii maisha nisikawai acha ile msingi nililewa nayo. Ile injili nilisikia mwanzo wakati niliamini, nisikawai weka kando. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu hiyo ndio inanipatia nguvu ya kuendelea kwa hii safari ya wokovu. Praise God. Wakati niliokoka ni mambo mingi sikuambiwa, lakini saa hii nimeajua. Bwana asifiwe. Wakati tuliokoka, most of us tulikuwa tuna fake testimony. Ulikuwa unasikiza vile wengine wanashuhudia, pia wewe unashuhudia hivyo. Na that time ulikuwa unashuhudia, hukuwa unajua. Ulikuwa tu unikulewa unalewa, ulikuwa tu kama mtoto. Unajua mtoto ni mtoto tu. Si tulikuwa tukichunwa, wacha hii isi mzuri, the following day umerudia, the next minute umerudiwa. Grow out of hiyo kuchunwa. Bwana asifiwe. Maisha ya kiroho pia ni hivyo. Fake testimonies. And I remember very well, kuna ushuhuda nilikuwa napenda kutoa ya kwamba tulikuwa tunapenda kujua kusema ya kwamba sijaona kitu ya kunirudisha nyuma. Hujaona nini? Kitu ya kunirudisha nyuma. Lakini wa leo nimepatana na mambo mingi ambayo inaweza nifanya nirudi nyuma. Lakini ni kwa nini sidarudi nyuma? Ni kwa sababu nimejua si kwa nguvu zangu wala uweza wangu, bali ni kwa neema ya Mungu. Bwana anataka nini kwetu? Anataka tufanye nini ndio tupate hiyo nguvu ya kuendelea. Praise God. Na hapo ndio ujumbe wetu natoka. Ujumbe mdogo. I hope mtabarikiwa, mtajegeka na mtapata nguvu mpya. Bwana asifiwe. So tunaenda katika kitabu cha Psalms 51 na tunasoma mstari moja tu, hata si mbili. Mstari wa 17. That the sacrifice of God are a broken spirit and a broken and contrite heart. Oh God, you will not despise. Bwana asifiwe. Praise God. A broken and a contrite spirit. Hiyo ni kumaanisha aje? Umeingia kwa dhambi. Ile kitu muhimu, jua wewe ndani yako umeingia kwa dhambi. Na the next thing to do ni kurepent. Bwana asifiwe. Na kurepent ile ya juju, si kurepent ile tumefanya 2020 wakati corona ili hit. Kila mtu ni kurepent, kila mtu kwa barabara ni kutubu tu, tunatubu. Mnatubu nini? Kutubu kunaanzaga wapi? Kutubu kunatokaga wapi? Bwana asifiwe. Mungu anataka tuwe na a broken spirit and a concrete heart. Moyo ambao unampenda Bwana kiasi ya kwamba unaweza tubu hata dhambi hujafanya. Bwana asifiwe. Praise God. Na hata wa leo hivyo ndio Mungu anataka tufanye. Tusikie hivyo dunia mzima. Bwana akiwaachilia ujumbe na kusema ya kwamba tumetenda dhambi. Bwana akisema ya kwamba tumefanya kinyume na yeye. Bwana akisema ya kwamba tumepotoka katika njia zake. Bwana ana expect tukubali hivyo. And then from there tutubu genuinely. Kutubu ile ya kabisa kabisa, na itoke kwa mdomo, itoke kwa mioyo yetu. Bwana asifiwe. Aya, to desire kutubu. Bwana asifiwe. Itoke ndani yetu, kutoka within us. Bwana asifiwe. Praise God. Maandiko ukisoma ukianalyze mambo ya kuna a broken heart na kuna a broken spirit. Bwana asifiwe. Hizo ni vitu mbili tofauti.
broken spirit ni kumaanisha ya kwamba a broken heart ni pale unaelewa ya kwamba we mwenyewe umekosea. Bwana asifiwe. Ukue broken na ukue ready, upatwe na hiyo hofu, and then you work out repentance. Bwana asifiwe. Ukitaka kuelewa mambo ya repentance, utasoma kitabu ya 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Tusikie kidogo vile inasema. Ni vizuri kulifaa kila kitu kwa maandiko. So 2 Corinthians chapter 7 and verse 10 inasema godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Nataka kurudia tena. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Bwana asifiwe. So godly sorrow ndio itatupatia kutubu. Bwana asifiwe. Ndio itatubu kukiri dhambi. Praise God. Lakini worldly sorrow inaretanga kifo. So Mungu anataka tukue na this godly sorrow. Praise God. Tunaokokanga kupitia ni kutubu. Praise God. Ni kwa sababu maandiko ya kwamba inatuambia kwamba tukisema hatutendi dhambi tunajidanganya. Kwa hivyo tunakaribianga kiti cha enzi cha Bwana kupitia kutubu zetu, kupitia kuacknowledge ya kwamba we are sinners, kupitia kujiamini ya kwamba tumetenda dhambi na tunahitaji Mungu ili aje akuje aponye roho zetu. Bwana asifiwe. Na aponye maisha yetu. Bwana asifiwe. Once tukikubali kutoka ndani ya mioyo yetu ya kwamba tumepotoka katika njia za Bwana, itakuwa ni bahati kwetu. Ni kwa sababu roho zetu ni kwa sababu tutakuwa na broken spirit ya kwamba tutaweza kunyenyekea mbele za Bwana kwa kutubu dhambi zetu, naye Bwana atatusamehea. Praise God. Tusikawai fika mahali hata tuchoke na hawa watumishi wa Mungu wanakaa wakirudia wakisema Mungu anasema tutubu. Munatubu leo, kesho mkienda message is the same, kesho yake mkienda message ni hiyo tu. Inaonekana Bwana hajaridhika, inaonekana Bwana hajakubali hiyo tumetubu. Kwa hivyo ni koro kwa kanisa ya kwamba tuendelee na kutubu na kutubu na kutubu. Tuendelee na kutafuta moyo wa Bwana. Praise God. Ni kwa sababu mkiona watumishi wa Mungu wanaendelea na kuongea kwa media mambo ya repentance, inaonekana ya kwamba Bwana bado moyo wa Bwana haujaridhika. Praise God. Kwa hivyo itatubidi tubodeke mioyo yetu, tubodeke kabisa, tubodeke mbele za Bwana, tujikose sisi, tuachie Mungu nafasi yake, atawale roho zetu, atawale mawazo yetu, atawale maisha yetu, akatawale taifa letu na akatawale hii dunia. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu hatutajajua ni wapi tulikosea Mungu, but the word is, ni ukweli tumekosea na tumeenda kinyume na mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Bado tunaendelea na kustudy mambo ya kuwa na broken spirits. Ni Bwana anataka tufike mahali tutakuwa hata ukitenda kitu una regret. Unaanza kuregret kukijuliza ni kwa nini uliingia katika dhambi. Bwana asifiwe. Kama ungejua kitu ikifanyika, kama ungejua ya kwamba wewe ndio sababu ya hivyo ulivyo. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu mara mingi tunakosaga hata kupitia mawazo yetu. Saa ile unafikiria unatenda dhambi. Praise God. Tunatendaga dhambi
pasipo kuelewa. Bwana asifiwe. Unaweza jipata umeingia kwa kitu na kutoka sasa kwa hiyo kitu tena ni gumu sana. Not unless Mungu akusaidie na akusaidie sana. Bwana asifiwe. For example, kwa wale ni drivers, unaweza enda upate mtu akona kwa barabara akona gari mzee inaenda ikimkwamia kwa barabara. Ukimuona mawazo yako inakuambiaga nini? Ni kwa sababu Biblia inasema tunatendaga dhambi hata kupitia kufikiria. Hiyo utafikiria. Unaweza fikiria kitu ikuigize kwa dhambi kubwa sana. Praise God. For example, unaweza fikiria tu na hii gari ni mzee sana, siyaiondoe kwa barabara, atuondokee kwa barabara sisi tu tukanyage mafuta. Na maybe wewe uko na gari mzuri. So kupitia hiyo unajipata umeingia kwa dhambi. Unaweza jipata pia hiyo gari yako na ni mzuri, ujipate pia imeanza kuleta mashida. Not unless Mungu akusaidie sana, ujue utafute moyo wa Bwana, utafute Mungu Bwana kabisa kabisa, mpaka Mungu akuonyeshe ni wapi ulikosea. Ni vigumu sana. Unaweza kaa hapo ukijiuliza nini niliendelea, what happened. Kumbe hata ni mtu tu, ni gari tu uliona, gari mzee. Badala uambie Mungu tu kuwe na ombi ndani yako, si Mungu asaidie huyu mtu, asaidie huyu mwenye hii gari. Wewe unatenda dhambi kupitia mawazo yako. Huyu ni nini anafanya kwa barabara na aka kagari kake kamzee siaweke kadi upite. Praise God. Ni kwa sababu wacheni niwaambie, sisi ambao tumeitwa hatuko kama watu wa dunia. Kuna vile Mungu anatuangalianga, kuna vile Mungu anatakaga tufanye. Mungu sisi, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba we are the light of the world. Sisi ndio mwanga wa ulimwengu. Kwa hivyo Mungu anatakaga tuangazie ulimwengu. Ukipata mwenzako ako na shida, wacha kuanza kumjaji, wacha kuanza kujaji ati huyu ni mvivu, ati ndio sababu ako hivyo. Wacha kumjaji akipata pesa yake hajui kumanage ndio sababu wako hivyo. Wachana na mtu. Praise God. Wependeza Mungu kwa kila hali. Wachana na watu. Ni kwa sababu hawa watu ni watu wa Mungu na ni viumbe za Mungu, na Mungu ndiye alituumba kila mmoja wetu. Praise God. Mungu ndiye anatujua, yeye ndiye anaelewa mpaka kuwaza kwetu. So wakati unawaza mwenzako ina hivyo way, bado Mungu anatazama. Jambo ni hili, kama tunaweza ogopa Mungu kabisa, tuogope Mungu, tuache kuogopa wanadamu. Tuogope Mungu kiasi ya kwamba ukifikiria unajua Mungu anajua. Hata saa ile unaenda kufikiria bado Mungu anajua. So it is a high time tuombe Mungu atuubie moyo mpya. Tuombe Mungu atuubie mawazo mapya. Bwana asifiwe. Mungu ahusike kwa undani katika maisha yetu. Tukienda kufikiria Mungu ahusike, na Mungu atupatie Roho wake Mtakatifu, atusaidie kwa mambo yote. Bwana asifiwe. Atusaidie kwa kila hali. Praise God. Atusaidie kwa mambo yote. Praise God. Ni kwa sababu hata failures mingi zile tuna face kwa maisha yetu zinakuja ni kwa sababu ya kukosa kuogopa Mungu. Bwana asifiwe. Saa ingine unaanza kufikiria, unaona failures. Unaona hapa nikienda hivi nitafail. Ukiona nikipita hii sitafika. Bwana asifiwe. Na unajua Mungu anafanyanga kazi na kile kiko ndani yetu. Praise God. Ni kwa sababu Mungu ndiye anatupatianga mambo yote mazuri. Bwana asifiwe. So chochote ambacho kiko ndani yetu ambacho si cha Mungu, hiyo tunatoa na tunawaachilia na tunaambia Mungu atuweke kilicho chake ndani yake. Bwana ndani yetu. Bwana asifiwe. So hiyo mambo ya moyo umebodeka ni kukuja kwa Bwana kwa njia ya kuhabo. Bwana asifiwe. Na si ile kuhabo ya kujifanya, sio kuhabo ndio munione ati niko habo, ati musemage yule mama ni muhabo. Si kitu kama hiyo. Ni kuhabo mbele za Mungu kabisa. Bwana asifiwe. Ku acknowledge sins. Bwana asifiwe. Praise God. Daudi ndiye alifika mahali akasema ya kwamba yeye hana hata cha kurudishia Mungu shukrani. Akasema acknowledge hana chochote.
akasema kwamba atainua tu hiyo kikombe ya wokovu ambao Bwana amempatia, amsifu Bwana, nayo ikue ibada ya sifa kwa Bwana. Praise God. Kwa hivyo success yetu, kuendelea kwetu kiroho, kunatokana na vile tumebodeka katika mioyo yetu. Praise God. Inategemea ile spirit Bwana ameweka ndani yetu. Inategemea vile tutanyenyekea mbele za Bwana. Itategemea vile tutaenda mbele za Bwana. Inategemea vile tunatubu. Bwana asifiwe. Inategemea vile tuna acknowledge makosa yetu na tunamwendea Mungu. Bwana asifiwe. Tusome Psalms 34. 34 verse 18. Inasema, the Lord is close to the broken hearted and save those who are crushed in the spirit. Praise God. The Lord is close to the broken hearted and save those that are crushed in the spirit. Praise God. Bwana anaokoanga wale wako na mioyo imebodeka. Bwana asifiwe. Hao ambao wananyenyekea mbele za Bwana, hao Mungu ndio huokoa. Praise God. Aya, tuangalie tena Psalms 113. Sasa nawapatia scriptures za kusupport hiyo message, tujue vile Bwana anataka. Psalms 113 verse 6 inasema ati 113 verse 6 ati who stops. Okay, wacheni tusome from verse 4. The Lord is exalted all over the nations, his glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stops down to look on heavens and earth. Ndivyo nilikuwa nawaambia, chochote unafanya Mungu anakuona, Mungu anakutazama. Mungu tu ndiye ako na nguvu za kuona kila kitu ambao inafanyika hapa duniani na hata mbinguni. Jicho lake liko kila mahali. Bwana asifiwe. Haya, tutasoma tena Psalms 138 verse 6. Psalms 138 verse 6. Though the Lord is on high, he looks upon the lowly, but the proud he knows from far. Bwana asifiwe. Hizi dhambi zingine tunafanyaga kupitia mawazo yetu, most of them zinaletagwa na kiburi. Kama vile hivyo nilikuwa nawapatia example ya kuona mwenzako hajiwezi, unamjudge ni uvivu. Kuona mwingine amelemewa na gari yake, hapo unaanza kuona yako ni mzuri, kwa hivyo unaona tu anafaa kuweka kado waondokee nyinyi muende. Kuona mwingine anaishi nyumba ya matope, wewe unaishi kwa masonette, unajaribu kufanya hesabu inakosa kuigiana. Unaona labda hakusoma vizuri, labda hakucheza vizuri na hesabu, labda hakucheza vizuri na nini na mavitabu. Bwana asifiwe. Tuache kujudge, tuache kutenda dhambi. Nikasema dhambi si zile tu tunaonaga common, ati kwenda kuiba. Kuna dhambi zingine kubwa na Mungu anafaa atusaidie tuelewe, tu acknowledge. Sana hizo dhambi zinatokaga kwa mawazo. Bwana asifiwe. Ni baya sana. Praise God. Ni baya sana. Zinaweza kukuua, zinaweza kuangamiza maisha yako yote pasipo wewe kujua, pasipo wewe kuelewa. Because most of the time saida tunapitia kwa mashida, si huaga tunajaribu kuexamine hii shida ilitoka wapi, and that is normal, na hivyo ndio inafaa kuwa. Unajaribu kuangalia hii shida ilitoka wapi, hii kitu ilizaliwa wapi. Bwana asifiwe. Ni gumu sana ati ufikirie. Wakati nilifikiria negatively upon kitu fulani, hapo ndio nilitenda dhambi. Si ni ukweli? Si tunakubaliana hivyo? Ni gumu sana. Lakini kama unachukua kitu cha mwenzako, juu kuchukua kitu ya mtu na hajakupatia ruhusa, si umeiba? Unaweza fikiria, ama ni mimi nilijichafua na zile pesa nilichukua, ama ni mimi nilijichafua na kitu fulani. Unaanza kuexamine na unaona shida ilitokea wapi.
Na kitu hii ni wakati tunateza dhambi kupitia mawazo yetu. Most of the time hatujuagi, na hata tukijaribu kujisearch hatupatagi answer. Praise God. Ndio maana tunafaa kubodeka mbele za Mungu. Ndio anatusamehe zile dhambi tunajua na hata zile hatujui. Bwana asifiwe. Juu kuna zingine hatujui. Praise God. Zingine hata zilitendwa na mababu zetu, zingine zilitendwa na wazazi wetu. Bwana asifiwe. Wao hawakujua. Sasa wewe juu umejua moyo wa Bwana na umejua vile Bwana anatakaga, praise God, si ni wewe utaenda mbele za Mungu, ubodeke mbele za Bwana ili Jehova awaondolee lawama, ili Bwana awaondolee hizi dhambi, ili Bwana awaondolee shida. Praise God. Kitu kingine tujue sisi ambao tumeitwa, especially ukijipata wewe ndio umeokoka kwenu. Juu kuna mwingine utapata ameokoka lakini hana mzigo. Ujipata wewe umeokoka na wewe ndio uko na mzigo wa familia. Praise God. Jaribu uhabu mbele za Mungu. Tubu ndio uweze kukomboa hao wengine, ndio uweze kukomboa nyumba yenu. Bwana asifiwe. Mi kuna kitu moja nasemaga, mi siwezi penda kuwa nang'ang'ana na mashida ya kwetu peke yangu. Unajua unaweza kuwa umebarikiwa lakini ujipate umebarikiwa peke yako kwa familia yenu. Hiyo ni kumaanisha wewe ndio utakuwa unang'ang'ana na shida za huko zote. Praise God. So the best thing ni kudiru na hayo mashida in the spiritual realm. Praise God. Ujaribu kudiga out shida zinatoka wapi, udiru nazo the spiritual way. Praise God. Na sababu zingine hata ni gumu ku acknowledge, itatubidi tu turudi tu mbele kule pale kwa Bwana. Kutubu ni kila dakika, kutubu ni kila saa. Like for example in my life, mimi hata wakati nilikuwa young kiroho, nikienda church, mimi sikuwa napenda hizi messages za repentance. Sijui kwa nini sikuwa nazipenda. Mimi nilikuwa naona ni kama nichokesha. Sasa nilikuwa nashindwa, tunaambiwa tutubu nini? Si tumeokoka. Praise God. Mimi nilikuwa nafikiria repentance ni ya wale wako huko nje, na maybe hata saa hii kuna mtu wako hivyo kama hivyo nilikuwa. Hata saa hii kwa kanisa tuko hivyo. Kuna wengine wanasikiaga ni kutubu. Unaona pastor amesimama kwa madhabahu for 2 hours, anaongea tu mambo ya repentance. Unashindwa kwa nini nimefanya? Unaanza kujijustify wewe mwenyewe. Ati unaanza kujiuliza kwani huku kanisa kuna watu wanatenda dhambi. Unaanza kujijustify. Bwana asifiwe. Praise God. For example, venye message imekutukujia all through from all corners. As a nation tutubu, as the world tutubu. Bwana asifiwe. Hata kuna watu walienda beyond, wakaanza kusema wa China ndio sijui walianza kufanya nini ikafanyika ikafika hapa. Jameni, Mungu hakuuliza ni nani alisababisha hii. Hakuna wakati mimi nimesikia Mungu ametumana anauliza. Hakuna time ya arguments na Mungu. Solution ni kutubu. Bwana asifiwe. Na itatubidi tuombe Mungu atuubie moyo mpya. Bwana asifiwe. Atuubie moyo mpya. Atuubie moyo ambao umebodeka. Bwana asifiwe. Ndio tuweze kutubu na tutubu genuinely mpaka Mungu akubali ya kwamba tumetubu na akubali kutusamehe kama dunia. Because sijui kama uko hapo kama mimi, najiuliza up to now, kwani ni nini inaendelea? Bado Mungu anasema tutubu. Why? Saa yote ni kutubu. Saa yote ni kutubu. Hii corona inaenda ikitembea. Inaenda tena inaanza kutembea. Ni kwa nini inatukujia? Kwani ni nini inataka? Ni nini inataka hii? Praise God. Na venye imetuigiza kwa madhambi mingi. No wonder Mungu ataendelea na kusema tutubu. Bwana asifiwe. Why? Ni kwa sababu uko hapo. Tangu corona ikuje, wewe uliregister utawailipa rent. Utakuwa na landlord corona. Every month wiki mzima corona. Tuko pamoja kanisa.
Every 8 months kawimbo ni hiyo. Kama uko na deni yangu nikikupigia simu corona, itaenda wapi? Na tunaisifu kila siku. Tunaisifu asubuhi, tunaisifu mchana, tunaisifu usiku, mpaka tunaibia nyimbo. Itawaienda lini? Bwana asifiwe. Kuna solution. Corona itaenda, na magonjwa zingine zitaenda, na mashida zitaenda, na mambo yote mabaya itaenda, tukikubali kutubu, tukielekeza mawazo yetu kwa Bwana, tukielekeza mioyo yetu kwa Bwana, tukimrudia Bwana na mioyo yetu yote. Bwana asifiwe. Hili za hali zote zitaenda. Bwana asifiwe. Tusimame. Nataka tuombe kanisa, twende mbele za Mungu, tutubu, manake Mungu wetu ni mwaminifu, atatusamehea. Bwana asifiwe. Hakuna dhambi kubwa mbele za Mungu. Hakuna dhambi kubwa mbele za Mungu. Tubodeke mbele za Mungu, tujiwachilie mbele za Mungu, tutubu makosa ile tunajua, ile hatujui, tutubu ya taifa letu, tutubu ya viongozi wetu, tutubu ya wazazi wetu, tutubu hadi ya watoto wetu, tutubu hadi ya mababu zetu. Bwana asifiwe. Praise God. Sister Anita, utanisaidia na worship please. Worship ya maombi. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna msamaha kama wako, hakuna kama wako, hakuna msamaha kama wako, hakuna msamaha kama wako, hakuna utakaso kama wako, hakuna kama wewe, hakuna utakaso kama wako, hakuna utakaso kama wako, hakuna uguso kama wako, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mponyaji kama wako, hakuna kama wewe, hakuna mponyaji kama wako, hakuna mponyaji kama wako, hakuna neema kama yako, hakuna kama yako, hakuna neema kama yako, hakuna neema kama yako, hakuna kusamea kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna msamaha kama wako, hakuna msamaha kama
Bwana, abudu Bwana daima, daima, abudu Bwana, haleluya, daima, abudu Bwana, moyo wangu, abudu Bwana, moyo wangu daima, usichoke, usichoke, daima, daima, usichoke, haleluya, daima, usichoke, moyo wangu, usichoke, moyo wangu daima, penda Bwana, penda Bwana daima, daima, penda Bwana, haleluya, daima, penda Bwana, moyo wangu, penda Bwana, moyo wangu daima. Jehova Mungu wetu, wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Kando yako Jehova hakuna mwingine, hakutakuweko Bwana Jehova Mungu wetu mwingine aliye kama wewe. Hakuna aliye na nguvu za kusamehe ila tu ni wewe Jehova. Ndio maana kama kanisa mchana mwema wa leo twaja kwako Mungu wetu tukitubu dhambi zote. Tunakiri makosa yote Bwana. Tunakiri ya kwamba tumetenda dhambi. Tunakiri ya kwamba tumekukosea Jehova. Tunakiri ya kwamba tumepotoka kwa njia zako. Tunakiri ya kwamba tumepotoka Mungu wetu kando na mapenzi yako. Twakuomba ukatusamehe Jehova. Kasamehe taifa letu Jehova. Kasamehe kanisa kwa ujumla Jehova, katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana wa mabwana, ukakubali Mungu wetu wa milele sacrifice kutoka ndani ya mioyo yetu, ya kwamba Bwana tunakupenda Jehova. Tunakupenda kutoka ndani ya mioyo yetu. Tunatamani Jehova jire tukakupendeze Jehova. Tunatamani tukakae kulingana mapenzi yako. Tunatamani tukakupendeze Bwana. Twakuomba kwa mapenzi yako katazame mioyo yetu na kulingana na mapenzi yako ukatuhurumie Jehova. Ukatuneemishe Bwana, ukatusaidie na ukatuwezeshe, maana sisi na nguvu zetu hatuwezi. Tukijaribu kung'ang'ana hatuwezi, bali wewe waweza Jehova. Tuwezeshe kuishi maisha matakatifu. Tusaidie Bwana kuachana na dhambi. Tusaidie kuachana na uovu Jehova. Mungu wa amani, tukiangalia kila hali, wacha kwanza tukaone wewe. Tunapoenda kujaji Mungu wetu, tukakuweke mbele Bwana. Tunapopatana na mashida Mungu wetu, wacha Bwana tukakuweke mbele, ili Jehova mfalme tukaweze kukupendeza Jehova. Zaidi ya yote Jehova, tufunze kutubu Bwana. Tufunze kukukujia Mungu wetu. Tufunze kukupendeza ewe Bwana. Ni kwa maana wewe ndiye Mungu wetu, na wewe ndiye uliyetuita kwa jina lako, na isipokuwa ni wewe Jehova hatungekuweko Jehova. Wewe Bwana ndio ulipenda ulimwengu. Wakati uliona unaangamia kwa dhambi, ukatuma mwanao afe. Ni kwa ajili yetu Jehova. Ni kwa sababu ya hiyo dhabihu takatifu uliyotoa. Twakuomba ukatusamehe. Twakuomba ukaturudishe kwako. Twakuomba ukatupokelee tena Jehova, katika wema wako na katika ufalme wako. Hatuna mwingine Mungu wetu ila tu ni wewe. Hatuna mwingine wa kuita ila tu ni wewe Jehova. Twakuomba Bwana ukatuitike tunapokuita Jehova. Kutana na shida zetu Bwana. Kutana na mahitaji yetu tunakuomba Bwana. Jehova, ponya walio wagonjwa. Ukainue wale ambao wako chini Jehova. Ukatukumbuke kama taifa, na kulingana na mapenzi yako kaponye taifa letu.
kaondoe magonjwa yote Jehova, tuondolee mashida yote Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka wale wote ambao wanapitia hali ngumu, kuna wanapitia hali za madeni Jehova, Bwana wa mabwana, hawana amani, hawarali Jehova Mungu wetu, twakuomba Bwana wakubuke tu Jehova, ni kwa sababu ni wewe tu Mungu wetu unaweza wahurumia Jehova. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna aliye kama wewe Jehova Mungu wetu, twajiachilia chini ya ulinzi wako, maanake ni katika jina takatifu la Yesu twaomba na hata tuamini. Amen. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Sandaka.